nyie. Kumbe kuna app huwa mnazidownload, hizo application ni za kutafuta sijui wachumba, sijui za kutafuta wapenzi. Bwana, kama ushawahi kudownload hiyo app au ushawahi kuvutiwa kudownload hii app, usipite hii video. Kuna huyu kaka ameniletea history yake. Unajua story yake? Mwanzo wakati anaanza kusimulia nilikuwa nacheka. Yaani nilikuwa nacheka, lakini baadaye nikaona sio vitu vya kuchekesha. Yaani sio vitu vya kucheka kabisa. Huyo kaka bwana anaitwa Benson. Huyo Benson mimi nishazoea kumuita Beni. Namfahamu kwa sababu nimesoma naye chuo. Huyo Beni ananiambia Teddy, mimi nilidownload app. Hizo zo app ambazo zipo huko Play Store, watu wana download. Kaniambia zipo ambazo zinalipiwa na zingine hazilipiwi. Hiyo hapo mimi nitahitaja jina. Yeye anasema download application inaitwa Tinder. Hiyo Tinder kama amejisajili, amejaza taarifa zake. Yeye madai yake anasema kwamba wakati ana download ile application alikuwa tu ana download for fun. Yaani kwa ajili ya kukutana na wasichana huko, ku have nao fun. Hicho ndio kilichomvutia kudownload hiyo application. Anasema Teddy, nimedownload tu ile application, ndani ya wiki mbili nikawa nishapata wasichana kama watatu. Na hao wasichana wote watatu walikuwa ni wa maeneo ya Dar, tena ya karibu na ninapokaa, kwa sababu wananiambia kuna sehemu ya kwenye hii application inakuwezesha wewe mtumiaji kuwapata watu ambao na wenyewe pia wanatumia hiyo application, wapo maeneo ya karibu. Anasema Teddy, ni kweli nilikuwa napata hivyo wanawake humo, yani ukiwa tu na hela yako hivyo 20,000 elfu ngapi, kuliko kwenda kununua mwanamke aliyesimama huko barabarani kwenye ile application. Nasema ndio ilikuwa ni rahisi. Huyo rafiki yangu Beni, haya mambo anayapenda kweli. Beni ananiambia Teddy bwana, baada ya kama mwezi hivi kuna kademu nikakaona kwenye hiyo application, mtoto amenyooka. Yaani mtoto amenyooka, nikisema amenyooka kweli, mtoto amesimama, mtoto mzuri. Nikasema huyu mtoto lazima mimi niuke naye. Kuangalia nikakuta yupo Dar, lakini yupo mbali kidogo na pale ambapo mimi nipo. Nikasema kwa hii Dar hakuna sehemu isiyofikika. Ikabidi nimtafute, nikamtafuta yule demo, nikamdm huko kwenye hiyo application. Yaani ilikuwa ni kwa mbinde. Kwanza mtoto bicha linaanza na chati kizungu. Huyo Beni ananiambia nikamsomesha, lengo langu kubwa lilikuwa ni muhamishe. Yaani anipe namba kule Tinder, niwe nawasiliana naye kawaida na WhatsApp. Baada ya kuchati naye sana, yule mtoto akawa amekubali akawa amenipatia namba. Ananiambia Teddy, mimi kwanza naingia kwenye ile Tinder, yaani wanawake ambao walikuwa nakutana naye huko, nakutana naye labda kama leo tumeongea leo, amekubali akanipatia namba yake ya WhatsApp, kesho kutwa nakuja kukutana naye. Lakini kwa huyo ilikuwa ni tofauti. Yeye aliniambia kwamba jina lake ni Milka. Akawa ananiambia mimi kwa tunawakali, siwezi kutoka, labda kama unaweza njoo wewe. Nikamwambia hapana, mimi kuja kwenu itakuwa ni jau. Mimi nikifika nasemaje? Akawa anasema kama ndio uvumilie, siku mimi nikipata nafasi nitakwambia, nitatoka nitakuja ambako wewe unataka tukutane. Huyo Beni anasema Teddy, yule mtoto kusema kweli sikutaka tu kupiga na kuondoka. Yule mtoto mimi nilikuwa na lengo naye kabisa. Yaani nilikuwa na lengo naye kabisa, mambo yakienda vizuri nianzishe naye hata mahusiano. Mwenyezi Mungu akisaidia huko mbeleni sana, labda anaweza kama mchumba wangu au mke wangu. Teddy wiki nzima anabembeleza. Mtoto ananiambia sina nafasi, lakini tunaongea tu vizuri, chati. Anasema Teddy, kuna siku huyo mtoto akawa amenicheki huyo Milka, akaniambia Beni, kuna kitu nataka nikuombe. Nikamwambia haina shida, niambie kitu gani? Huyo Milka akaniambia hivi, naomba ufute hii application ya Tinder. Wewe ulikuwa tu umeidownload kwa ajili ya kutafuta mpenzi na unasema kwamba mimi unanipenda na mimi nishakukubalia kwamba ni sawa, tutakuwa kwenye mahusiano. Basi sioni kama kuna haja kuendelea kuwa na hii application. Beni anasema hivi, nikamkubalia sawa nitaifuta. Akaniambia sio utaifuta, ifute sasa hivi. Nikamwambia sawa nafuta. Basi nimekaa mimi ile hapo sikuifuta. Baadaye tena wakati tunachat akaniuliza umefuta Tinder? Nikamwambia ndio nimefuta, nayo ifute. Huyo Milka akanijibu, mimi nilishaifuta muda tu, kuanzia tunaanza mawasiliano mpaka tumekubaliana kuwa kwenye mahusiano, mimi nimeifuta ile hapo. Kwa hiyo sina. Huyo Beni anasema na mimi nikamdanganya na mimi sina. Lakini Teddy, ukweli ni kwamba ile application mimi nilikuwa nayo bado kwenye simu yangu mwezi mzima. Milka bado sijaonana naye. Tunawasiliana tu, zaidi tu tunachati na kupigiana simu. Nikaona sio kweli, nikarudi tena kwenye Tinder. Mimi Tinder yangu sijawahi kuifuta hata siku moja. Kwenye scroll tena huko Tinder nikakutana na pisi nyingine. Huyo Beni ananiambia Teddy, hiyo Tinder mimi mpaka nililipia kabisa. Yaani nililipia kabisa VIP. Basi nikapata demu mwingine. Kumpata demu mwingine naye alikuwa pisi kweli kweli. Yaani ilikuwa ni pisi zaidi hata yule Milka. Amenyooka. Kwa bahati nzuri sasa ile pisi yenyewe ndio ilianza kumtumia mimi hai, nikawa nimejibu. Anachati kawaida kabisa Kiswahili. Hapo naye akawa ameniomba namba. Nikamtumia namba yangu, akaniambia sawa nakucheki out of Tinder. Nikamwambia sawa. Sijakaa sawa Teddy, simu yangu ikaita. Mtoto hajatuma message wala hajabipu, kapiga. Nikapokea.
Kupokea akaniambia, "Oh, mimi naitwa Rozi. Umetoka kunipa namba hapa tena sasa hivi. Nimekuona haukai mbali na mtaani kwangu. Vipi? Tunaweza kuonana?" Nikasema, "Ehe, haya ndo mambo ya Zalila mentali. Haya ndo mambo ya mbuzi kafia kwa muuza supu. Huyo mtoto mila unagonga." Huyo Beni ananiambia, "Teddy, mimi nisikujivunga." Nikamwambia, "Sawa, tukutane." Akaniambia, "Oh, upo sehemu gani?" Nikamwambia, "Mimi niko hapo mtaa kwa Mbonde." Akaniambia, "Kwa Mbonde?" Akaniambia, "Kwa Mbonde? Mbona kwa Mbonde mimi mara nyingi sana uoga na kujaga huko, kuna rafiki yangu." Nikamwambia, "Huyo Rose, mimi ndo niko huko kwa Mbonde. Njoo." Akaniambia, "Sawa." Nikampa maelekezo yote mpaka maelekezo ya geto. Ananiambia, "Teddy, sijakaa sawa. Kama dakika 15 tu nimekaa pale geto, mlango wangu kawa unagongwa. Mlango kugongwa, nikajiseti, nikawa nimeenda kufungua. Yule Rose mimi nilikuwa nishamuona huko Tinda picha zake, nikamtambua ndo Rose. Nikaita Rose, akaitika, "Abe, karibu." Mimi nakaa geto chumba kimoja. Mtoto akawa amezama mpaka ndani. Ananiambia, "Teddy, lakini kuna hali fulani vya utofauti nilianza kuihisi. Kwa sababu nikimwangalia yule Rose na picha ambazo amenitumia Milka, wanafanana vibaya mno. Wanafanana sana. Yaani jinsi wanavyoonekana, muonekano wake, the way anaongea, ni kama Milka kabisa. Yaani ni kama Milka." Nikamwangalia Rose, akaniambia, "Vipi, mbona unaangalia sana?" Nikamwambia, "Oh, hapana, siamini kama leo mwanamke mzuri kama wewe ameingia kwenye geto langu, ndio maana nakuangalia sana." Akawa anacheka, akaniambia, "Usijali, mimi tu nimevutiwa na wewe na ndio maana nimeomba kukutana na wewe. Najua sio kawaida sana kwa mwanamke kumwanza mwanaume, lakini mimi ukweli nimevumilia, nimekuona sana Tinda kwa muda mrefu, nimevumilia. Baada ya kujua kwamba tena ndio unakaa karibu tu na mtaani kwetu, nikasema wacha nikutafute. Ikishindikana kwa wapenzi, tuwe hata marafiki." Huyo Beni anasema hapa huu muda wote Teddy, lakini kusema ukweli nilikuwa na mashaka sana. Nikamwambia, "Haina shida, karibu, unatumia kinywaji gani?" Ule mtoto Teddy akaniambia, "Mimi nataka maji." Nikamwambia, "Sawa." Nikatoka nje. Lengo langu la kutoka nje haikuwa tu kufuata ya maji. Nilikuwa nataka nimpigie Milka nijihakikishie. Nimetoka nje nikiwa road hivi naelekea barabarani kuchukua maji. Nikawa nimempigia Milka. Kumpigia Milka nikawa naongea naye, ni kama kumchimba. "Uko wapi?" Akaniambia, "Mimi niko nyumbani." Nikupigie video call. Akaniambia, "Ndio, nipigie video call." Teddy, nikawa nimempigia Milka video call. Kitu ambacho kilinistua zaidi ni kwamba nimemwona Milka kwenye ile video call, mazingira sio ya geto langu. Ni mazingira ya kwao ambayo mara nyingi nikiongelea video call anakuwa kwenye mazingira. Lakini Milka alikuwa amevaa nguo sare na Rozi. Zile nguo ambazo Rozi amevaa amekuja nazo pale nyumbani, amezivaa huyo Milka. Teddy, nilistuka mpaka nikadondosha simu. Nikashangaa pale, nikaokota tambo langu chini. Muda naokota simu tayari huyo Milka alikuwa amekata simu. Nikawa nimeenda mpaka shopo, nikanunua maji, nikarudi mpaka geto. Mtoto yupo tena Teddy, nimefika hapo geto huo muda, nimekuta yule mtoto huyo Rozi ameshavua ile gauni alikuwa amevaa tu upande wa kanga. Amekaa hapo kitandani, mtoto ana mapaja meupe. Mtoto kanyooka. Ananiambia, "Oh, samahani, nilikuwa nasikia joto na ndio maana nimevua gauni." Nikiangalia hali ya hewa, joto sio joto la kiivo, yani tu hewa ni ya kawaida, afu feni hapa inazunguka. Nikasema haina shida, mimi si mtoto wa kiume, afu mimi ni mtu mzima. Nikasema huyu hapa anachotaka mimi nakijua. Basi nikawa nimempa ile maji, akawa amekunywa ile maji, tukawa tunapiga story, nikaanza kumchimba, nikamuuliza, ananijibu vizuri kabisa kwa ufasaha, lakini hata sauti yake inafanana sana na sauti ya Milka. Nikavunga. Huyo Beni ananiambia, "Teddy, kama unavyojua, kuna muda sisi wanaume kichwa cha chini kikianza kufanya kazi, basi tena cha juu kina stop kabisa." Johnson ananiambia, "Teddy, mpaka dakika hiyo mimi tayari kichwa changu cha juu kimeacha kufanya kazi. Kazi zote zinafanywa na kichwa cha chini. Kichwa changu cha chini mimi ndio kikawa kinafikiria." Yaani nikapuuzia kabisa, nikasahau kabisa yale maswala kwamba kwa nini huyo mtu amevaa nguo sare na mtu fulani? Yaani kwa nini hata anavyoongea ni kama mtu fulani? Kwa nini napata hisia mbaya? Hivyo vote nikawa siwazi. Ananiambia, "Teddy, yule mtoto kama ni mbuzi, tunasema mbuzi kaelekea kibra. Anasubiriwa mchinjaji tu." Mimi sikufanya ajizi. Nikapiga yule mtoto. Ananiambia, "Teddy, kitu ambacho kilinishangaza, yule mtoto ana miaka 25. Nimeshangaa kumuona Rose ni bikra." Na hapo ananiambia kwenye maongezi yetu, ananiambia amesoma, ameenda mpaka chuo, amemaliza. Nikajiuliza mara mbili, amewezaje kutunza bikra mpaka anafika miaka 25? Lakini ndio tayari nishapiga, ndio shamtoa usichana wake hapo, akawa analia, nikawa nambembeleza. Yaani nikawa nambembeleza. Sikutegemea kuona kama yule anaweza akawa ni bikra. Nikawa nikambembeleza sana. Nilitumia muda mwingi sana kumbembeleza. Nikiwa kwenye ile process ya kumbembeleza, simu yangu ikawa inaita. Kuangalia anaipiga ni nani, ni Milka. Nikastuka.
Nilivyostuka nikaona yule Rose ameniangalia. Aliponiangalia akatabasamu, akaniambia haina shida, pokea tu, kwa sababu mimi ndo mwenye makosa, sikukuuliza kama una mahusiano au hauna mahusiano, wewe pokea tu usijali. Akaniambia Teddy, nilikuwa natetemeka lakini kanibidi nipokee. Nikapokea. Kupokea, Milka ananiambia vipi, unafanya nini? Nikamwambia hapana, nilikuwa nafua, sasa hivi hapa ndo nipo nakunja nguo. Akaniambia hivi, washa data, nataka nikuone. Sijajibu kitu chochote, akawa amekata simu. Alipokata simu nikawa nimemwangalia yule Rose. Rose akaniambia hapana, usijali, wewe endelea tu, usijali. Akawa ametoka pale kitandani, amekaa kwa pembeni hivyo. Nikawasha data. Muda huo Milka akanipigia simu. Ananiambia Teddy, huo muda ambao huyo Milka anapiga simu, kumbuka nishamalizana na Rose hapa, nishapiga vitu vyangu, nimetulia, mtoto amekaa pembeni hapa, amejifunga ile kanga yake. Kupokea simu nikakuta Milka naye yupo kitandani kwake. Nasema kitandani kwake kwa sababu nishawahi kuongea naye video call mara nyingi sana akiwa kwenye kile kitanda, na akiwa pale kitandani amevaa upande wa kanga kama ule ule ambao alikuwa amevaa hapo Rose. Anaambia Teddy, kwanza kijasho chembamba kikaanza kunishuka. Kila kitu kwenye mwili wangu kililegea, kila kitu kililegea. Alafu Milka nilipopokea simu wala akawa haongei, akawa tu anatabasamu, anacheka, na kilichokuwa kinanitisha na kuniogopesha zaidi nikimwangalia Rose pia na vile vile ananiangalia anacheka. Teddy, yani kwanza nilihisi kama cheche ndani ya mwili wangu. Yani nikawa naona, unajua ile hali unasikia baridi alafu unatokwa na jasho, ndio ilinipata hapa. Teddy, Milka kaniuliza, mbona upo kifua wazi? Nikamwambia kuna joto tu ndio maana nimevua shati. Akaniambia joto na hii hali ya hewa ya Dar leo, au kwenu kwa hakuna mawingu? Nikawa tu hapa nimezuga, hamna bwana, si unajua tena mimi najifungia ndani ndio maana nakuwa hivi, nahisi joto nini. Akaniambia sawa, haina shida, mimi nilikuwa tu nataka kukuangalia, nilikuwa tu nataka kukuona, nimekumisi mchumba wangu. Teddy, kabla sijajibu akatabasamu, akakata simu. Alipokata simu sasa nikamwangalia yule Rose, namwangalia, nimemkazia macho, natamani kumuuliza wewe ni nani? Yaani natamani kumuuliza wewe ni nani? Lakini nitamuulizaje yeye ni nani? Tayari shaniambia yeye ni Rose. Yeye anaitwa Rose na amefika hapa, tumeongea mambo mengi sana kabla sijafikia hiyo hatua ya kufanya hicho kitendo. Teddy, yule Rose akaniambia mimi nataka nioge, niondoke niende nyumbani. Nikamwambia sawa, haina shida. Nikamwekea maji. Mimi nakaa ghetto, choo changu cha nje. Nikamwekea maji, nikamwelekeza chooni, akawa ameenda chooni. Nimerudi ndani, nikakuta simu yangu tena ina missed call. Kuangalia aliyepiga ni nani, nakuta ni Milka. Nikapiga simu mara ya kwanza, simu haikupokelewa. Mara ya pili, simu haikupokelewa. Mara ya tatu, simu ikapokelewa na mdogo wake. Huyo mdogo wake namfahamu kwa sababu naongeaga naye mara chache kwenye simu ya huyo Milka. Akaniambia dada ameenda kuoga. Sijui unanielewa Teddy? Yaani sijui unanielewa? Beni ananiambia Teddy, nikawa nimezidi kuchanganyikiwa. Yaani nimezidi kuchanganyikiwa mara mbili zaidi ya kuchanganyikiwa kote. Sasa huyo Benson ananiambia Teddy, yaani hapo sasa nikawa nimechanganyikiwa. Sijui kipi ni kipi na nini ni nini. Sijakaa muda mrefu sana, yule Rose akawa ametoka kuoga, ameingia mpaka hapo ndani. Alipoingia hapo ndani alikuwa tu bize, akajifuta maji, akakunja ile kanga yake, akaweka kwenye pochi, akavaa gauni lake, akaniambia sasa Beni, mimi naondoka. Mimi Teddy nikawa sina cha kumjibu, yaani nipo tu namwangalia, sielewi kabisa. Akaniita tena, Beni, mimi nakuaga, mimi naondoka. Nikastuka, nikamwambia haina shida, basi sawa, ngoja hata nimuite boda akupeleke. Akaniambia hapana, hata sio mbali, mimi ninapokaa mbona sio mbali sana, naweza tu nikaenda mimi mwenyewe. Ananiambia Teddy, nikamwambia basi nikusindikize, hata tu karibu na mazingira nyumbani kwenu, unionyeshe tu nyumba yetu ile. Akaniambia usijali Beni, usiwe na haraka, utafika tu kwetu, mbona una haraka sana? Nikamwambia sawa, basi nikupe hata nauli, hata chochote. Ananiambia Teddy, yule mtoto akawa amekataa kata, akasema mimi nakwenda sio mbali, hata nauli haihitajiki. Sikuwa na namna, nikamwambia basi sawa, ngoja nivae t-shirt nikutoe tu hata hapo nje. Ananiambia Teddy, huwezi amini hata hilo. Huyo Rose akawa amekataa, akawa amenikisi kwenye paji la uso, akaondoka. Ananiambia Teddy, yaani huyo Rose anamalizia tu mguu wake wa mwisho kwenye mlango wangu, simu yangu inaita. Kuangalia nani anapiga, anayepiga bwana ni Milka. Nikapokea. Nilipopokea akaniambia Moza alisema umenipigia. Nikamwambia ndio nilikupigia. Akaniambia umeenda kuoga. Akasema ndio nilikuwa nimeenda kuoga, na hapo sasa nishamaliza kuoga, nimevaa, nimekupigia, kuna kitu nataka nikwambie. Nikastuka kwanza, nikamwambia kitu gani? Ni kizuri au kibaya? Huyo Milka akasema ni kizuri sana. Yaani ni kizuri sana na ni kitu ambacho ulikuwa unatamani sana kukisikia. Ndio nataka kukwambia hicho kitu. Nikamwambia huyo Milka, ni kitu gani sasa niambie?
Ananiambia usiku naweza nikaja kwako, maana nyumbani hapa baba na mama na watu wengine wanaondoka, naweza nikapata nafasi ya kuja kulala huko kwako. Teddy, kwanza nilistuka. Kumbuka hapo tayari nishagaragaza mtu kitandani, huo mchana wote hapo nimegaragaza mtu kitandani, afu ukiangalia huyo Milka mimi siku zote nilikuwa natamani sana aje geto. Siku mtoto ananiambia anataka kuja geto, mimi ndo tayari yani nishazingua. Nikataka kusita, lakini nikasema nikisita hapa atanistukia. Ananiambia Teddy, nikawa nimekaa kimya. Yaani nimekaa kimya, sio kwamba nini, sina cha kujibu na kichwani kwangu mimi nafikiria vitu vingi. Akaniambia tena, vipi? Mbona umekaa kimya? Ama haujapenda? Anasema hapa Teddy, yani mpaka nikapatwa na kigugumizi. Nikamwambia hapana, nimependa sana. Yani nimependa sana na nimefurahi sana. Akaniambia basi sawa, wewe nitumie tu message. Nikitoka huku kwetu napanda magari ya wapi? Nikifika hiyo sehemu nifanye nini? Yani mimi nataka mpaka nifike mlangoni kwako nisikutafute. Niandikie tu maelekezo kwenye message. Ananiambia Teddy, yule mtoto kama kawaida yake, hajasubiria jibu, akakata simu. Ananiambia Teddy, alipokata simu, nikawa sasa hapo nazunguka ndani ya kile chumba. Yaani kichumba changu ni kidogo, lakini usiku nilikiona kama hall. Yaani niliona ni bonge moja la sehemu, yaani kama uwanja wa Taifa, chumba tu kimoja hicho. Nikazunguka mle ndani na tafakari nifanye nini. Hapo sasa sikuwa na namna. Kanibidi tu nipange mle ndani fresh, nikapanga vitu, nikaweka kila kitu sawa, nikawa nimekaa na tafakari. Huyo mtoto akija, itakuwaje? Kwanza nilikuwa natamani sana kumuona. Nikimuona nijue yeye na Rose wamefanana tu au ni mawenge yangu au kuna kitu kingine cha ziada ambacho mimi sikijui. Yaani nilikuwa na mawazo mpaka nikasahau kumtumia Milka message ya maelekezo. Baada ya muda kidogo akanipigia tena. Kunipigia akaniambia vipi, mbona kimya? Mpaka saizi haujanitumia hiyo message. Hapo ndo nikastuka, nikamtumia hiyo message, nikamuelekeza kila kitu. Yaani kila kitu nimemuelekeza mpaka anafika mlangoni. Mimi sehemu ambaye nimepanga geto langu, yaani mtu kimuelekeza tu hapotei. Anakuja moja kwa moja mpaka mlangoni. Nilipomaliza tu kutuma ile message, akaniambia asante mpenzi. Muda wote kuanzia sasa mimi naweza nikaja kwako. Teddy, na huo muda tayari ilikuwa ni saa 1 kasoro. Yaani saa 12 kama dakika 50 hivi au 50 na kitu. Teddy, nimekaa nimechanganyikiwa. Yaani nimechanganyikiwa kweli kweli. Teddy bwana wewe, kama wanavyosema wahenga, siku ya kufanyani miti yote huwa inatereza. Nimekaa pale nyumbani na kula zangu karanga na miogo, mtoto akija at least hata nijitahidi kidogo, siku nyingi sana nimevizia. Teddy, mlango wangu ukagongwa. Mlango kugongwa kwa haraka nikahisi labda Milka. Lakini nikasema Milka afike mara hii, mbona ni haraka sana? Nikasema tu acha nile nikafungue. Teddy, nimeenda kufungua mlango, nimekuta ni Rose amekuja. Yaani nimefungua mlango sijasema kitu chochote, akawa amepita moja kwa moja mpaka ndani ameingia. Alivyoingia akajitupia kitandani. Alipojitupia kitandani itabidi nimuulize. Nikamuuliza mwenzangu, vipi? Mbona tulikuwa tushaagana? Teddy, Rose akaniambia mimi leo nitalala hapa. Kuna vitu nyumbani sivielewi. Kwa hiyo nimekuja kwako kulala. Mtoto ndo kashafika, ameniambia anakuja kulala. Na wakati huo huyo Milka naye ameniambia na yeye muda wote kuanzia sasa atafika hapo nyumbani kwangu. Wakati huo tayari Milka ameniambia anakuja na muda huo ndani tayari Rose yupo. Ananiambia ndo amekuja kulala. Yaani sijui nifanye nini na sijui hata nianzie wapi. Kwa haraka mimi si mtoto wa kiume, nikachakacha akili. Kuchakacha akili nikasema na mwanangu anaitwa Juma. Huyo mwanangu Juma ni kama madirisha. Yaani kwenye ishu kama hizi huyo mwanangu Juma ni kilaka. Yaani ni kilaka kimoja kizuri sana. Kwenye hiyo issue nikimfuata mwanangu Juma anaweza kanisaidia kusolve. Ngoja nikamtafute mwanangu Juma. Huyo mshikaji wangu Juma akai mbali anapokaa. Nikatoka hapo chapo nikamwambia yule mama mtu, nikamwambia Rose nisikilizie hapo kidogo. Ngoja nikafuate msosi na maji. Ananiambia Teddy, kwanza dogo akawa amegoma. Akasema msosi mimi nishakula nyumbani. Nikamwambia sawa umekula lakini mimi sijala. Akaniambia kwani hamna hata kitu mnipike. Nikamwambia haina shida, mimi kuna sehemu nishaoda chakula ndio naenda kufuata. Lakini sikuoda chakula wala nini, mimi hapa namfuata mwanangu Juma aje kusolve hiyo issue. Nikawa nimetoka mpaka mtaani kwa Juma. Nafika mtaani kwa Juma, Teddy, Juma hayupo. Juma geto hayupo. Nikauliza pale nikaambiwa ametoka, mwanangu Juma ni boda. Nikaambiwa ameenda kijiweni. Kijiweni sio mbali pia. Nikawa nimetoka mpaka kijiweni. Nimefika kijiwe pia mwanangu Juma hayupo. Nikaambiwa kachukua abiria kapeleka sehemu fulani. Teddy, nikampigia simu mwanangu Juma. Kumpigia kapokea. Nikamwambia wewe Juma, nina msala mkubwa sana, nahitaji msaada wako. Akaniambia nisikilizie hapo kijiweni. Sasa hivi mimi natimba. Yaani wa muda sasa, yani nipo nimechanganyikiwa, nikaona yaani leo kufumaniwa kupo nje. Yaani kufumaniwa kupo nje.
Kwa hiyo mwanangu Juma akawa amefika. Mwanangu Juma kufika tu, nikamdaka, nikampeleka chemba, nikamuelezea situation nzima. Kumuelezea mwanangu akawa amecheka. Akawa amecheka sana, nikamwambia Juma, hiki kitu sio cha kucheka. Hapo inatakiwa unisaidie. Unanisaidia vipi? Juma akaniambia, hapa tunaenda mpaka kwako. Tutakapofika geto kwako, mimi nitakuwa nalalamika, mshikaji wangu ndio hivyo tena, sijui hata nafanyaje, sielewi. Yaani kama vile ninapokaa nimefukuzwa kodi, sina sehemu ya kulala usiku huo. Kwa hiyo wewe utamwambia yule demu wako, utamwambia huyo Rozi, umchukue ukamlipia loji, mimi nilale pale kwako. Nikamwambia mwanangu sawa. Akikataa, huyo mwanangu Juma akaniambia hawezi kukataa, wewe usijali. Nikatoka na Juma kuelekea geto. Kwanza picha linaanza, nafika geto kwangu, mlangoni na kuta viatu pea mbili. Yaani vile vya Rozi na viatu vingine vipo hapo mlangoni, na hivyo viatu ni vya kike. Alafu ndani kuna sauti fulani hivi nikawa nazisikia kama sauti za chui vile. Yaani kama sauti za chui au wanyama vile wanaunguruma, zile sauti za zinatoka ndani kwangu. Nikawa nashangaa. Yaani hata kama watu wanapigana hawezi kutoa hizo sauti, ni sauti fulani hivi. Teddy, huo ni usiku, hapa ishafika saa 3. Sasa huyo Juma akaniangalia usoni, ameniangalia na mimi namwangalia. Ananifanyia mwanangu vipi? Nikamwambia na mwenyewe pia sielewi. Itabidi tugonge mlango. Tukagonga mlango mara ya kwanza, mara ya pili zile sauti zikawa zimenyamaza kimya. Mara ya tatu mlango kaja kufunguliwa. Mlango umefunguliwa, lakini aliyekuwa anafungua mlango pale mlangoni hatukumuona mtu. Sasa mwanangu Juma akawa ananisukuma, ingia. Na mimi namwambia mshikaji, anza wewe. Ananiambia mimi siwezi kuanza. Huyu kumbuka hao ni mademu zako. Wakiwa hapo wote huko ndani, nikawa namwambia mwanangu Juma, wewe angalia. Kama hapo wote mwanangu, huu ni msala, tuondoke. Yaani kama huko ndani kuna mademu wawili, tuondoke. Sasa tunafanyaje tena hapa? Issue inakuwa ishaharibika. Huyo Juma akawa amechungulia. Kuchulia akanigeukia. Alivyonigeukia akatikisa hivi kichwa. Nikamwambia vipi? Akaniambia ndani hakuna hata mtu. Nikamwambia sio kweli. Huu mlango nani kafungua? Wakati tumefika hapa mlango umefungwa kwa ndani na tumegonga. Nani kafungua? Ananiambia mwanangu kweli nimechungulia hapa ndani hakuna mtu. Teddy, mimi mnakaa geto. Kachumba tu kamoja. Tuseme labda watu wameenda kujificha chooni. Chooni nje. Kabati sina. Uvunguni. Uvungu gani? Kwenye uvungu wangu kuna mavitu kibao huko, kuna makorokoro kibao huko ndani ya uvungu. Hata mtu hawezi kuingia kujificha. Nikamwambia Juma, kuwa serious. Kumbuka hapa huu ni msala. Mimi sitaki kufumaniwa. Sitaki kujaziwa watu, sitaki kelele, sitaki fedhea. Mwenyewe unajua mtaani watu wanikubali, mtaani watu waniheshimu. Nikifumaniwa tena hapa fedhea hii mwanangu. Akaniambia hapana, ndani hakuna mtu. Teddy, tukaingia mpaka ndani. Ndani tumeingia Teddy, wewe amini hakuna mtu, lakini kuna mkoba ambao aliingia nao Rozi wakati anakuja upo pembeni, na kuna mkoba mwingine tena upo kama vile vile na wenyewe uko pembeni. Teddy, yani hapa mapigo yangu ya moyo yakaanza kwenda haraka. Nikafikiria ameondoka ameacha pochi yake. Na vipi kuhusu hivi viatu vyake hapo nje? Na hapo nje mbona kuna viatu pia mbili? Halafu mbona wakati tunakuja tulikuwa tunasikia sauti za vitu huko ndani? How comes kunakuwa hakuna watu? Okay, sawa. Tuseme labda ilikuwa ni mawengi. Na mlango, nani amefungua huu mlango? Teddy, nilikuwa na maswali. Kichwani kwangu nilikuwa najiuliza kila swali, lakini nilikuwa sipati jibu. Yaani najiuliza mwenyewe, majibu sipati mwenyewe, nimechanganyikiwa. Huyo Juma naye akawa ananitazama tu usoni. Yeye ndo haelewi kabisa. Jamani, kuna jambo naomba niliweke sawa. Hizi story ninazosimulia kuna mambo muhusika mwenyewe ananikataza nisiseme. Yeye ananisimulia mimi story, ananiambia angalia namna yoyote ya kuifikisha hii story kwa watu. Lakini usiseme kitu fulani, usitaje kitu fulani, na wala usifanye hivi. Na mimi lazima nizingatie maagizo yake kwa sababu yeye ndio mhusika na yeye ndio mwenye hiyo story. Kuna kitu kimetokea leo sijakipenda. Mtu na namba yangu na ulikuja DM nikakujibu nikakutumia namba yangu. Umeomba namba huyo mtaalamu nimekupatia. Unakuja kwenye live yangu una comment mbona huyo mtaalamu ulionipatia hayupo kijijini? Wewe kama lengo lako ni mtaalamu aliyemsaidia Zena, ndio huyo ambaye mimi nimekupatia namba yake. Kwa hiyo wewe cha kufanya focus tu na shida yako na matatizo yako, na sio mbona yupo kijijini. Hapana. Siwezi kusimulia maisha ya mtu kama yalivyo kutokana na privacy za watu. Guys, Beni ananiambia Teddy, bidi mwanangu Juma anishike bega. Maana alikuwa kama nimedata. Akaniambia wewe mshikaji vipi? Mbona mazingira mimi sielewi. Nikamwambia Juma, sio uelewi. Hata mimi sielewi. Mimi ndo sielewi hata kidogo. Ananiambia mwanangu usiletee hizo pigo hapa. Mwanangu mbona kama umeyakanyaga? Kama huyo demu uliomwacha huko ndani ametoka, mlango mbona kama ulikuwa umefungwa kwa ndani? Alafu mbona viatu vipo nje? Mazingira huko ndani kama vile yani mtu hajatoka kwenda sehemu yoyote. Nikamwambia mwanangu mimi mwenyewe pia ndio sielewi. Hiki kitu mimi pia kinanichanganya. Teddy, tupo mle ndani, jina langu likawa linaitwa. Inaonekana sio mtu mmoja aliyekuwa anaita, walikuwa watu zaidi ya mmoja. Watu wawili humo ndani wanaita jina langu na walikuwa wanaliita kwa pamoja. Ile Benson. Sauti ikawa inazunguka kwenye kile chumba. Ananiambia Teddy, nikamwangalia mwanangu Juma. Mwanangu Juma pia naye ananicheki.
Tukipepesa macho kwenye chumba hamna mtu, chumba kipo empty, lakini sauti zinatoka ndani, naitwa Beni, 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 Beni. Oya, mwanangu akakimbilia mlango. Kufika hapo mlangoni Teddy, yani ule mlango ulikuwa umefungwa na msumari, mwanangu alikuwa anauvuta bila kufungua ule msumari. Anavuta nakwambia, anatetemeka, ananiambia wewe mwanangu, tumeisha. Mlango umejiloki, mlango haufunguki. Yani mimi naona kabisa pale kuna msumari, lakini ila kumwambia afungue ule msumari tukimbie, mimi pia siwezi, yani jinsi ya kumuelezea. Nikawa sasa na mimi naelekea mlangoni kufungua ule mlango. Nimefika hapa mlangoni, nashika tu ule msumari, nikavutwa shati hivi nyuma. Mwanangu Juma ni mzee wa mission in town, lakini Juma alikaa chini. Yani alikaa chini anatetemeka. Sidhani kama mwanangu ile siku ya kujikojolea. Yani sidhani kama kujikojolea mwanangu Juma. Nikakaa chini, natetemeka, bado zile sauti za kuniita zinaendelea. Dakika 3 tu. Yani dakika 3 tu, lakini zilikuwa ni za moto. Sijui ilikuwaje. Sijui alipata wapi tena hizo akili. Mwanangu akafungua mlango. Teddy, nilitoka nduki. Sikuangalia nyuma kama mwanangu Juma anakuja au haji. Nilikimbia kweli kweli. Nakuja hivi kusimama, nishafika rudi kwenye watu wengi. Hapo sasa ndo nikasimama, nikawa na hema. Naangalia kushoto, naangalia kulia. Naogopa vipi? Hapo sijui mwanangu Juma katoka, sijui hajatoka, mimi sijui. Nakuja kustuka, tambo linaita. Na cheki hivi tambo nani ananipigia, naona ni mwanangu Juma, nikaokota. Kuokota tambo, mwanangu Juma ananiambia hivi, "Oya mwana vipi? Nimerudi magetoni hapa, ameniambia ulikuja kunicheki, una issue gani?" Nikamwambia Juma, si tulikuwa wote, wewe sasa hivi hapo unaniambia nilikuja geto kukucheki. Si nilikuja geto nikakucheki, nikaja huko kituo cha bodaboda huko maskani kwako, nikakuchukua tukaenda nyumbani nina msala. Sio wewe? Juma akaniambia, mwanangu nashakwambia kuanzia kitambo, punguza kula majani. Mimi naye tumekutana leo. Mimi naye leo tujakutana. Mimi saizi ndo nafika nyumbani hivi. Yaani mimi ndo nimetenga magetoni tu hapa, nimepewa hiyo barua yako, nimepewa salamu zako hapa. Tulikuwa wapi mshikaji wangu? Acha kula majani. Ananiambia Teddy. Nikamwambia Juma uko wapi? Akaniambia mimi niko magetoni hapo. Mimi ni mwenyewe unajua nikitoka kijiwe ni magetoni. Sinaga misele mingi. Nikamwambia Juma una uhakika? Ananiambia ndio, njoo magetoni, nimepata salamu zako ulikuja kunicheki. Njoo kama bado umesha hujaisolve. Naambia Teddy, sasa hapo nikawa tena nimeshangaa. Mimi si nilimpata Juma na nilienda na Juma kule nyumbani. Nimefika mpaka kwa mwanangu Juma. Nimefika kwa Juma, nimekuta Juma amevaa nguo zile ambazo mimi nilizomkuta nazo. Nikamwambia Juma hapana, mimi naye tulikutana. Juma anasema hatujakutana. Huyo Juma hiyo boda yake ni Bolt. Akanionyesha request yake ya mwisho. Request yake ya mwisho inaonyesha ni muda ambao mimi ndio nilienda kumuulizia pale, na ilikuwa ni route ya mbali, na kwa ule muda yeye ndio alikuwa amerudi. Nitabidi nimsimulie. Nikamsimulia A to Z. Ananiambia Teddy, huyo Juma akaniambia mwanangu mimi siamini. Twende mpaka kwako. Nikamwambia kwangu mwanangu ni pamoto. Ananiambia twende. Wewe unaogopa majini? Unaogopa mauzauza? Usi mtoto wa kiume kaza. Vitu vya kishamba hivi unaogopa nini? Nikamwambia Juma, lakini tukifika nyumbani, wewe ndio utatangulia kuingia ndani. Mimi sitoingia ndani, wewe ndio utatangulia kuingia ndani. Teddy, huyo mshikaji wangu Juma akaniambia fresh, haina shida. Mimi sio 32 mchekelea maovu wala sio 45. Mimi 90 huko, jitu la mizimu, jitu la majini, siogopi wala sichekeshi. Nikamwambia sawa 90 tuondoke. Ananiambia Teddy, tukawa tumetembea, tumefika mpaka kwangu. Ananiambia Teddy, tumefika nyumbani, nimekuta mlango umefungwa, nikakuta kuna viatu pia moja pale mlangoni, nikakuta kila kitu kipo shwari kabisa. Nikagonga mlango. Kugonga mlango akatoka Rose kuja kufungua. Nipo na mwanangu Juma, tukaingia mpaka ndani. Kuingia mpaka ndani, mimi nikawa sina amani na shangaa. Yaani tulipo na shangaa. Huyo Rose akaniambia rudishia mlango, umeuacha wazi sana. Itabidi niende kwenda kuufunga kabisa mlango. Nimefika mpaka mlangoni Teddy. Nimefunga mlango, nageuka hivi, nakuta kitandani yule mwanangu Juma naye anafanana na Rose anafanana na Juma. Bwana, Beni ananiambia Teddy, wewe ni mshikaji wangu, mimi siwezi kukuficha. Ile siku Teddy nilijikojolea pale mlangoni. Teddy nataka kukimbia. Yaani hapa nataka nirudi hatua moja nyuma, nifungue mlango nikimbie. Wakanyosha tu mikono yao hivi. Kunyosha hivi mikono akawa anafanya kama vile wanamuita mtu. Teddy nilikuwa nasogea mwenyewe. Yaani nasogea mwenyewe. Nikafika mpaka kitandani. Nimefika kitandani, nikakalishwa hivi chini kwa nguvu, nikakaa. Nikawa nimekaa katikati. Huku mmoja. Sijui sasa nani ni nani na nani ni nani. Huyo mmoja aliyekaa upande wa kushoto ndio huyo ambaye mimi najua ni mwanangu Juma, tumetoka wote kuanzia huko maskani mpaka hapo. Sasa huyo akawa ananiambia hivi, mimi ndo Milka ambaye kila siku
tulikuwa tunawasiliana kila siku. Ulikuwa unaniambia unanipenda, haujawahi kuona mwanamke kama mimi ni mwanamke wa ndoto zako, mimi ndio mwanamke niliyokufanya wewe ukaingia Tinder, mimi ni Milka na huyu ni Milkat. Huyu ni ndugu yangu. Mimi na yeye wote tumetokea sehemu moja. Wewe uliniambia kwamba uliingia Tinder na baada ya kunipata mimi level lako lilikuwa limeshaisha, ukaniambia mimi nifute Tinder. Wewe ulifuta Tinder kwenye simu yako? Ananiambia Teddy, nikawa natikisa kichwa. Yule akaendelea kuongea, huyo ndio Milka huyo, akaniambia Benson, mimi nina upeo mkubwa sana wa kufikiria kuliko binadamu yoyote kwenye hii dunia. Kitu ulichokifanya umekosea na umekosea sana. Unadanganya wanawake, unawatumia, mwisho wa siku unakuwa unawaacha. Mimi nilikuwa nimetulia, sikuwa na mpango kabisa wa kuingia kwenye mahusiano na binadamu. Ulinishawishi na ulitumia nguvu kubwa sana kunishawishi mpaka nikawa nimekubali. Matokeo yake ukawa umenidanganya. Mimi sio wa kwanza najua, na wala sitokuwa wa mwisho, lakini nakwambia kwamba nitakupa adhabu ndogo tu kwa hili kosa ulilofanya. Uniahidi na unihakikishie utaacha tabia ya kuchezea wasichana, utaacha tabia ya kudanganya wanawake. Endapo utarudia, utanilazimu tena mimi nikutafute. Nikikutafuta kwa mara nyingine, sitokuacha salama. Ananiambia Teddy, huo muda natetemeka vibaya mno. Yule Milka akawa amesimama. Alivyosimama akawa sijui ameonyesha ishara gani, yani kama kuna kitu kama amezungusha, na huyo aliyenitambulisha kama Milka naye akawa amesimama. Alivyosimama akawa wanasogeleana, mwisho wa siku nikakuta kama wameingia, imekuwa mtu mmoja yani. Ananiambia Teddy, miemko yangu yote kuisha, yani kuisha kabisa. Yani mpaka huo muda, kwa mfano mtu angetokea pale angeniuliza jina langu, nilikuwa sijui, jinsia yangu nilikuwa sijui, yani nilikuwa yani nafikiria watanifanya nini. Alafu yale mambo yanaendelea mle ndani. Ananiambia Teddy, taa ikaanza kuzima kuwaka, vikaanza vicheko. Watu wanacheka, nasikia yani watu wanacheka hivyo, vicheko vinazunguka huko ndani. Nikaanza kuchakwa fimbo. Unajua ile unapigwa fimbo afu anakupiga umuoni, napigwa fimbo, napiga kelele. Chwa kelele. Nilichezea bakora hizo Teddy, nilipigwa hizo bakora, napiga kelele. Baada ya hapo ile taa ikaacha kuzima kuwaka, ikawa imewaka. Ilivyowaka yule Milka akawa amekaa. Alivyokaa akaniambia, nitalala hapa leo mpaka itakapofika asubuhi, na tutafanya kile ambacho wapenzi wakikutana huwa wanafanya. Utakapoamka asubuhi hautoniona. Ishi na kitu kimoja na uniahidi, kwenye maisha yako yote Benson, hautokuja kumlaghai msichana, hautokuja kumdanganya msichana yoyote. Ikitokea umefanya hivyo, basi itakuwa umeniita, na nitakapokuja awamu hii sitokuja kwa upendo, ila nitakuja kwa uadui. Benson ananiambia, mwanangu Teddy, mimi nilikuwa kobe kunguru. Nikapiga mpaka magoti. Muda huo natetemeka vipi. Nikamwambia, wewe naomba unisamehe. Mimi naomba unisamehe, sirudi tena. Hapo nishachezea bakula, mwili mzima unauma. Akaniambia sawa, haina shida. Nimepiga mzigo. Kupiga mzigo, mwanangu, nimekuja kustuka asubuhi. Chumba kipo safi, nipo mwenyewe, hakuna kitu chochote. Teddy, nimeamka kwanza sikujiamini kama mimi niko sawa. Mwili wote unauma zile bakora. Hapo nikaokota simu nikampigia mwanangu Juma. Kuma alipopokea nikamwambia, Juma, unanisikia? Akaniambia ndio nakusikia. Nikamuuliza, una uhakika unanisikia? Akaniambia ndio nakusikia, una shida gani? Nikamwambia njoo magetoni. Haikuchukua ni muda mrefu sana, mwanangu Juma akawa amefika. Juma kufika akawa ameingia mpaka geto kwangu mpaka ndani. Akaniambia, vipi wewe, mbona unaniita kwako vipi? Itabidi nimsimulie A to Z. Akaniambia, da mwanangu, pole sana kwa waliokukuta, lakini kama ndio hivyo sasa inatakiwa uwe makini. Kusema kweli mimi jana nirudi nyumbani, niliambiwa ulikuwa unanitafuta, nikakupigia sana simu lakini simu yako ilikuwa haipatikani, na ndio maana sikuzingatia, nikajua tu ni issue ya kawaida ushamalizana nayo. Huyo Benson ananiambia Teddy kuwa yani mimi ule uni wangu wote na utukutu wangu wote nimeacha. Kwanza saizi nimeokoka, nataka nipate mama moja, nimuoe, nimweke ndani. Masuala ya hit and run nimeshaachana nayo. Nimeachana nayo kabisa. Sasa Benson ananiambia, mwanangu Teddy, kama kuna mtu huko kwenye page yako anataka mchumba mtulivu, mchumba ambaye hatakuja kumchiti kwenye maisha yake, nifanyie mpango basi. Huo ndio mwisho kabisa wa story ya Tinder. Guys, mnitumia hata vocha, maana hii story mmejua kunionyesha, mmejua kunipelekesha. Msikose next story, ni kali zaidi ya hii hapa.